Kwanza mwalimu amefanya rotation kubwa. Amewapa nafasi wachezaji wengi ambao walikuwa wapata nafasi na wameonyesha uwezo. Kwa Suleiman Matola leo amewapa nafasi wachezaji wengi. Abraham Morris alikuwa hajapata nafasi tangu amesajiliwa klabu ya Simba. Leo amepewa nafasi, umeona uwezo wake. Maana yake asingeaminiwa, asingeonyesha bora huu tunaoona. Mzamiru Yasini ametoka kwa majeruhi, leo kacheza vizuri. Ingawa kuna moment fulani itokea nafasi kama mipira mitatu minne akapoteza baadaye, lakini pia ukimpa nafasi kama hizi anaendelea kurudi kwa ubora wake aliokuwa nao. Maana yake kitu ni nafasi. Kama upate nafasi ya kuaminiwa, huwezi ukaonesha nini? Ukaonesha uwezo wako. Kwa hiyo ni benchi la ufundi kuwapa nafasi vijana ili waweze kutupa raha kama hivi. Unajua duniani kote mpira ubadilika, pia na vijana. Mimi nakwambia hata mechi ya dabi ya juzi, wangepangwa wake Abraham Morris, wakina Mligo wale. Yaani hawa wangepangwa. Yanga angetapika damu. Mimi nakwambia kwa sababu hawa ndio kiu ya kutaka kuonekana. Hawa ndio kiu ya kufanya jambo. Hawa wengine wakubwa washaprove hilo, unaelewa? Kwa hiyo kiwapo vijana nafasi, rahisi kuonesha kwamba sisi tunaweza. Na umeona leo hapa dakika chache ambazocheza Abraham Morris, tutamani mpira usiendelee kuisha. Jonathan Soa amecheza vizuri na ndio goli ambayo tulikuwa tunategemea uwanja mzima. Watu wote uwanjani walikuwa hawana furaha kama Jonathan Soa asigefunga. Alilofunga watu wakaambia Soa, 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 Soa. Na Soa amesema, Soa ananiambia sisi kazi yetu yeye kumshangilia tu, yeye atafunga sana. Kanasema na amesikitika kwa dabi ya kuwepo, wangejuta. Kaniambia kwa kikubwa Simba shabiki tuendelee kumsupport Soa, tumshangilie afanye vizuri uwanjani. Kuna mtu anaweza akacomment kwenye comment hapo chini. Unaonekana sawa umefurahia sana, lakini tuangalie timu ambayo pia umecheza nayo Mazoezi. Kwani timu ndogo? Fountain Gate iko ligi kuu. Ukishakuwa ligi kuu huku wewe huna huruma, utakao upigwe vyote vimekuja. Hao hizo changamoto zingine za kwao si azituruhusu. Sio yetu tuna changamoto zetu zingine. Wao wanazijua. Ile timu ya ligi kuu sio championship. Timu ya ligi kuu ndio maana wao Yanga jana wameshinda timu chakea. Timu ndogo kama Pamba Jiji wamefurahia. Mnaelewa vizuri? Lakini hawajafanya mabadiliko yote Fountain Gate. Mabadiliko gani? Hujaona mabadiliko. Hujaona Jafaba amefanya. Okay. Subiri tumuulize. Kwa hiyo wewe unataka useme unataka leo tumecheza timu ya kwanza au? Yaani timu ambayo haijafanya mabadiliko kabisa. Wewe kwani ni mwalimu? Wewe ni mwalimu wa Fountain Gate? Mwalimu ndio ameona wanapocheza vile inatosheleza mchezo wa Simba asifanye mabadiliko. Bora mpangie afanye mabadiliko. Yaani wale ndio. Wewe sio mwalimu. Wachezaji 10 kwa maana kwamba wachezaji 8 wachezaji wa kawaida, wachezaji wawili ni magoli kipa. Sikiliza kwambie. Wewe sio kocha. Kocha ndio anapanga kikosi kile, amesema kikosi hiki ndio kinaweza kupambana na Simba. Na wamekuja kupata dozi yao, wameondoka. Hao wengine si hatujui. Tumeshinda leo, tunasherehekea ushindi. Kwa maelezo ya nyongeza, Matola leo ni mchezo wake wa kwanza akiwa kama kocha mkuu katika benchi la Simba na ameifanikisha timu kupata ushindi wa goli 3 kwa bila. Je, ni muda sasa wa viongozi wa Simba kumwamini kocha Suleiman Matola? Kwani haamini? Mbona yupo Simba muda wote? Muamini kama kocha anakuja wanaongoza Simba. Suleiman Matola anaaminiwa na viongozi wa Simba. Ndio mbona paka leo yuko Simba miaka mingi. Ingekuwa haaminiwa ingekuwa ameshatoka Simba. Unaposema haaminiwi leo amesema nani hapa? Suleiman Matola. Kwa hiyo anaaminika na Simba shabiki tunamwamini. Ndio bado leo katupa namba ngapi? Kikubwa tuendelee kumpa ushirikiano. Tuendelee kuamini tutafika mbali. MVP au ametupia leo goli. Yes, MVP na tumemwimba pale watu wote MVP. Amefunga goli. Amecheza vizuri sana. Na amefunga goli bora sana. Kabisa. Na niwaambie tu, kuna siasa zimeanza. Kuna siasa za Yanga na Simba zimeanza kumpigia chapuo Pacome MVP. Niwaambie ana goli nyingi zaidi ya Pacome, na assist nyingi zaidi ya Pacome. Wao wamekuwa wanawaita nyinyi kwamba timu yenu ni timu ya vikoba tu, kama mnachukua wachezaji wa mkopo. Nani? Sisi tumetoa Rushen Dero, tumetoa dola 3 kununua. Dola 3. Sikiliza bwana. Sasa unajua niwaambie kitu. Hizo ngenga
Mwaka 2012 kocha wa Yanga alitoroka hapa akaacha begi Jangwani. Yanga alikwenda kuazima kocha timu moja ilikuwa inaitwa Coast Union, wakapewa kocha akahudumu. Mwaka 2017 kocha wa Yanga alitoroka pale guest, alikuwa hajalipa pesa, kwa dai pesa hapa Keko, akatoroka. Wakaenda Yanga kuazima kocha Azam. Unaelewa? Mwaka huu kocha wetu ameondoka katika mazingira magumu. Timu iko away kupambania alama 3 tufuzu kama Champions League, anaondoka. Unafanyaje? Utaajiri kocha haraka kwa pressure ili upate kocha mbovu mwingine? Jibu ni hapana. Kuna mazingira magumu kama haya unahitaji muda wa kukaa ili uweze kufanya uchambuzi yakinifu, kujua kocha upi bora ambaye anafaa kwa ajili ya matumizi yetu. Simba timu kubwa barani Afrika. Ndio maana tukaenda kwa TFF tukamwambia TFF tuazimeni Hemedi Suleiman Morocco, kocha bora mzawa kuliko makocha wote Tanzania. Kuna kocha bora hapa Tanzania zaidi ya Hemedi Morocco? Hayupo. Tuazimeni kwa muda akae hapa atuvushe mechi hii. Wakati huo tukiendelea kusoma CV, maana mpaka dakika hii makocha 200 wametuma barua za maombi ndani ya klabu ya Simba, akiwemo kocha wa Yanga katuma, Roman Fozi pia katuma CV kuomba barua Simba. Wakatani watu 200. Sasa watu CV zote za 200 uzipitie ni leo. Kwa hiyo inahitaji muda, upitie taratibu, ujue kocha upi ni bora ili uweze kubadili. Ndio maana kwa Hemedi Suleiman Morocco atufundishe, sio kwa lazima, ni vitu vya kawaida hivyo. Namkumbusha tena ya mwisho, mwaka 2014 Chelsea chini ya Abramovich, kocha wao aliondoka, ikabidi wamwazime kocha Mateo. Unamkumbuka Mateo? Anthony Mateo aliazimwa kwa ajili ya kuja kuziba kiraka. Matokeo yake akaenda kuomba kombe la UEFA Champions League. Uongo. Msimu unaofuata Abramovich akaamua kubadili kocha Arsenal, kama kumbuka. Sikumbuka. Kwa hata leo lazima makocha kuna situation kama hizi. Mimi swali langu la mwisho ni mashabiki wa Simba watarajia kwamba kuna hiki kinyang'anyiro ambacho bodi inaendelea kuangalia kocha gani anaweza kupewa mikoba ya mikoba ya Fadlu Davis. Tutarajie kumuona Suleiman Matola Peron anakabidhiwa hicho kijiti. Inawezekana, kwani siwezekana? Kwani sio kocha? Kwani sio? Unajua waandishi wa habari. Nimesema tumuongelee Suleiman Matola. Ni kocha mzuri, sio yuko Simba. Kwani yupo Simba? Kwa hiyo ni mashabiki wao ina imani kwamba anaweza akakabidhiwa timu. Kwani haiwezekani kaka? Na anafaa kabisa. Mbona ameshakabidhiwa timu si anayo Matola? Hizi hapo hujaziona, kwani Simba leo Matola? Huyo ni kocha wa jumla. Kwani sio kocha wa jumla? Matola ana miaka 12 kwa Simba hapa. Kwa sababu sio kocha wa jumla. Kama Dr. Mosa. Kaka vipi bwana? Unafuatilia mpira waza? Kama Dr. Mosa. Mpira unafuatilia? Unafuatilia? Matola makao ngapi Simba? Miaka 12. Hajakabidhiwa timu hapo. Kwa hiyo kama Dr. Mosa ukituma ujumbe wako ni kwamba viongozi wa Simba muangalie kumkabidhi timu Suleiman Matola. Aisha kabidhiwa wapi baba? Timu iko mikono yake. Narudia swali langu kwamba timu iko mikononi mwake. Wewe kama Dr. Mota, viongozi wanakutazama sasa kwamba ni muda sasa Suleiman Matola akabidhiwe timu. Timu iko mikononi mwake. Ni nani huyo? Na hapa Gariri inaondoka Matola akiwa mbele kama kocha. Ni nani huyo? Nani huyo? Kama kocha.